Game Festival Tanzania Limited Production. Cross My Sin ni filamu bora ya Kiafrika iliyoshirikisha wacheza filamu maarufu Cross My Sin. Cross My Sin. I'm asking toba ya kweli for forgiveness. You put a child in my car? Because you're the father of this baby. Never, my dear wife. Cross My Sin. Go and look for the person who impregnated your daughter, not my son. I'm not involved in this scandal. Sasa Gladys kaenda wapi? I am tired of this business of going and coming back. Kasemaje? Kakata. It's true. Cross My Sin. And the child is mine. May the Lord bless us all. Cross My Sin. Pata nakala yako sasa iko madukani. Nadhani hali yangu wote unaiona. Ndio. Leo mzima, kesho ni kifo. Huyu kijana Lewis nimependezwa naye. Nimependezwa kwa busara. Kuanzia sasa namtambulisha kwako kama ni mwanangu pia. Mjomba wake yuko hapa ambaye ni shemeji yangu, na watoto wangu Leti na Dina wapo hapa. Atakachokula nao wale hicho hicho, asiwatupe, atunze familia yangu. Sawa. Unasikia? Nimekusikia. Na sema hivi, mbele ya mjomba wao ambaye ni shemeji yangu, mwanangu. Umesikia? Nimekusikia baba. Asante. Leti, Abeba. huyu Lewis ni kaka yenu, mshirikiane kwa pamoja. Mjomba wenu huyu hapa na mzee yupo hapa, mshirikiane kwa mambo yote hapa. Sawa baba. Wali na mali. Hayo ndio yalikuwa maneno ya mwisho ya baba kabla ya kifo chake. Hivyo basi, sisi kama ndugu wa pamoja inabidi tupendane na tushirikiane. Lewis, Naam. kama baba alivyosema, wewe ni kaka yetu, ni ndugu yetu. Tunakupenda na tutakusikiliza. Nami nitafanya hivyo pia. Sawa. Pia napenda kuambia jambo moja. Kuwa kuna mchu. Dada Leti,
Sisi wote wazima kama unavyotuona. Hapana, usijali, mimi nimeshatosheka. So vizuri. Kidogo please. Bwana, kidogo. Acha. Ningefurahi sana kama ungekuwa upande wangu na ukanisikiliza. Siwezi kuruhusu hali hiyo. Unajua kila mtu atanishangaa mimi dadako. Sasa dada, ujue kwamba mimi hapa siko tayari kabisa kuolewa. Na hata hivyo, umri wangu bado ni mdogo. Hivi, ulitaka mpaka uwe na miaka 50 ndio olewe? Kwani hujafikisha miaka 18 wewe? Huo umri unaotaka ni umri gani? Dada. Ndoa sio kitu cha kulazimisha wala cha kung'ang'aniza mtu afanye. Wengi wao waliokuwa ndani ya ndoa zao hutaka kutoka nje. Kwa hiyo sitaki kuolewa. Nasema hapana. Utaolewa. Wow! Zuri sana. Thank you, my dear. Na familia ya Bwana Lamek leo inawasilisha mahari hii kwenu kama mlivyotaka. Na mahari hii ni yote. Tunaomba muipokee. Naam, na tunaomba mtupe binti yenu
ili tuanze vyema maandalizi ya ndoa. Asanteni sana. Nasi pia tunashukuru sana kwa kutimiza ahadi hii. Sisi pia tunawapa ruhusa ya kupanga kama mnavyoona taratibu zenu. Naomba niseme neno moja. Mna bahati sana kumpata Dina. Mkiacha tu uzuri wa kawaida alionao kama binti. Dina ni binti aliyejitunza sana. Tangu utoto wake mpaka sasa hivi kwa kweli amefuata mambo ya mila. Naomba sikawie kurudi. Umefanywa kazi. Ni mara moja tutaenda na kurudi. Unatoka? Naweza kuomba kitu? Bila shaka. Okay. Na matatizo fulani, nahitaji kiasi cha pesa. Kama kiasi gani? Kiasi chochote tu ila kisipungue shilingi 50,000. Kuzidishia labda utahitaji kitu kingine. Nashukuru. Haya, kazi njema. Nimeshatayarisha, yes. Aha. Kuanzia lini? Okay. Aha. Mimi yes, nimekuelewa. Basi mimi nitakucheki baadaye. Haya. Okay. Okay. Wacha niwahi na wahi mara moja, alafu uenda kucheki baadaye. Okay. Lina. Yeah. Fema. Safi. Mambo pokea hapa zawadi yako. Mimi? Ndiyo. Skwa? Asante. Na asante kwa kushukuru. Lewis,
Yep. Naweza kupata appointment ya kuongea nawe kwa kirefu zaidi, ikiwezekana hata nje ya mji. Nje ya mji? Fine, how are you? I'm okay. I'm sorry I'm late. I hope I do not spoil your schedule. You don't have to worry, my sweetheart. You know what? What? The most important issue in my schedule for today is you. Well, what can I offer you? No, I'm okay. Don't worry. I'm actually in a very big hurry, so I'll just talk and leave. I hope you understand. Okay. Let's talk. Okay. Lamek, I understand that you want to get married to me so much and that you love me. Nami pia nashukuru, maana hiyo ni bahati ambayo kila msichana analilia ila haipati. Definitely. Uko sahihi kabisa. Na ndio maana mimi nimekuchagua wewe wangu maishani. Sitaki nikukose katika sayari hii. Okay. Naelewa hiyo. Ila kuna kitu ambacho nitahitaji sana msaada wako. Sema tu kitu gani kinakusumbua, ili hali mimi nakupenda. Niko tayari kusaidia kwa chochote. Vizuri. Lamek, siko tayari kuolewa kwa sasa. Hivyo ningependa usitishe mipango ya ndoa. Dina. Nimeshalipa mahari. Nimeshagaramia vitu kama hivyo. Alafu mimi nakupenda, sitaki nikukose. Kwa nini? Kuhusu swala zima la mahari, Lamek, unaweza ukarudisha muda wote, lakini kwa mimi sasa hivi siko tayari kabisa kuolewa, hasa kwa sasa hivi. Please, naomba unisaidie. Nitawezaje kugairi ndoa kwa mwanamke au binti ninayempenda kama wewe, Dina? Uone kama unaniumiza. Sikiliza, tafakari kwa makini. Kama unajali utanisaidia. Nimeshasema sitaki kuolewa kwa sasa. Good day. Dina. Mimi nilikuwa nacheka kwa juu unaniambia AC. Ya, sasa kuuliza wewe uone baridi. Rangi. Na mwingine ana gari kuonyesha AC. Kwa tetemeko unaweza kumpeleka hospitali. Wewe kwako haiko. Hii style yako ya nywele huwa naipenda sana. Siku zote sijajua huwa unapendelea nini kula. Mimi napendelea sana kula chocolate. Yaani bora nile chocolate siku nzima, lakini isiwe chakula. Na matunda. Sana sana maapple. Oh my god. Napenda maapple.
umekubali ombi langu. Umenionyesha kwamba kweli unanijali. Nafurahi. Yaani pasa nifanye hivyo kwa sababu ni moja ya majukumu ambayo nimeachana na marehemu mzee. Kwa hiyo sina budi. Lewis. Nina tatizo. Naomba unisaidie. Najua unaweza. Mimi ndiye. Sijui nianze wapi. The thing is, sitaki kuolewa. Kwa nini hutaki kuolewa? Hakuna cha kwa nini, sitaki tu. Dina, ndoa ni bahati. Mbona kwa nini unataka kuipoteza wewe? Nahisi yuko mwanaume ambaye nampenda sana, tena kwa dhati. Na mtie nataka aje awe mume wangu muda ukifika. Sasa kwa nini usimlete ukaja kumtambulisha nyumbani? Sijamwambia. Sasa kwa nini usimwambie? Wewe uone kama unateseka? Nitamwambia. Yamkini hata yeye kajua nateseka. Anyways, nitafanya hivyo. Ningependa tuwe hivi mpaka usiku. Dina, hata mimi nimependa sana. Na ningependa iwe hivyo, lakini wewe ni mtoto wa kike. Inapaswa usiku nyumbani. Hiyo sijali. Yaani don't worry about that kabisa. Mimi ninachotaka ni kuwa tu na wewe. Na enjoy. Nishamaliza. Iko cha kwako changu nimeshamaliza. Sasa kwa nini usinywe changu? Hapana. Mimi I'm okay. Basi wewe niagize kingine. Sitaki kunywa chai. Hapana, siwezi kunywa bwana, hiki cha kwako. Basi kama huwezi mwaga. Unasema sahani moja shilingi ngapi? 6,000. Sahani 200. Alafu baadaye kama itakuwa vipi au tutaongezeka mimi nitakwambia. Nilikuwa naulizia kadi umesambaza kwa watu wangapi? Vizuri tukijua watu wangapi pia wametoa mchango. Mama Keti. Bwana tunataka tujue hizo sali za harusi mwenzangu. Asante. Asante sana.
Lewis, naomba nikupe kitu. Kitu? Musa. Ndio hicho tu. Dina, yaani hiki ndio kilichokufanya utoke huko mpaka ufike hapa kwa ajili ya kuniletea hiki? Yeah. Asante. Asante kwa kunishukuru. Nice. Yep. Naomba nikwambie kitu. Bila shaka. Nakupenda. Unajua Dina, Sijui kitu. Nakupenda Lewis. nami nakupenda pia Dina. Lewis, Yep. naomba nikuhug. Hug? Unaweza kwenda sasa. Umeona hii nguo? Hii ndio utavaa kwa kufunga. Sitaweza kama funga. Umeona? Unaona? Au viatu uvae kama vile vyangu. Hapo kisa na lile shira tunalani tunachagua. Okay. Yaani utatoka bomba mdogo. Utatoka bomba kweli. Alafu unajua, nikwambie, tupe heshima kubwa sana. Unajua kwa sababu gani? Ni wasichana wachache sana wanaolewa wakiwa na usichana wao. Wewe mmoja wako mdogo wangu. Hongera sana. Nafikiri kila kitu kinaenda sawa. Inaenda vizuri. Basi, endelee kuchagua. Endelee kuchagua. Dina. Angalia kitu kingine unachotaka kwa mdogo. Au nyingine nimchagulie hata mimi. Ni vizuri.
nilikwambia mara kwanza kwamba sitaki kuolewa. Na wewe ndio ungekuwa ni mtu wa kusitisha hiyo ndoa. Ulisema hutoweza. Nashukuru maana uliniambia ukweli wa moyo wako. Dina, nashukuru sana kama umenielewa. Thanks, Dina. Sawa. Ila sasa nina ombi jingine ambalo na uhakika hautoshindwa. Nilipi? Kuna jambo ambalo linahitaji kubwa sana katika familia yetu. Mila nyingi sana za Kiafrika hupenda kuwa mwanamke wa namna hii kama mimi. Hivyo basi, kwa vile sitaki kabisa kuolewa, hasa kwa huyu mwanaume, kabla ya huyu niliokuwa naye moyoni mwangu, niko tayari kufanya chochote kile ili nitoe hii hali. Na mtu wa kunisaidia hilo ni wewe, Lewis. Bado sijajua unazungumzia. Na uhakika unajua ninachozungumzia, ila tu hujui nisaidiaje. Okay. Shukuru Mungu. Hebu niambie nikusaidiaje? Nikusaidie nini? Lewis. Unajua nakupenda na wewe ndio chaguo la moyo wangu. Hata mimi nakupenda. Lakini tayari na mchumba ambaye ni Konso. Lakini hata wewe unajua. Lakini jamani Lewis, hivyo yote inaweza fanyika. Anyways, tuache hayo maana hata nikasiku. Ninachomaanisha ni kwamba mimi ni bikra. Bikra? Dina. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Ningependa mwanaume ambaye nampenda ndo atoe bikra wangu, ambaye ni wewe Lewis. Pili, utakapofanikisha hii, basi kutakuwa hakuna ndoa tena. Alafu mimi nitakuwa huru. Naomba unisaidie kwa hilo Lewis. Nakuomba. Dina, unamaanisha kuwa tulale pamoja Lewis? No, Dina. Hapana. Kwa kweli nitakuwa nakiuka maagizo ya marehemu mzee. Sasa itakuwaje Lewis, tutafanya nini? Mungu. Lewis. Unawaza nini? Hapana. Siwazi lolote. Una hakika? Yeah, ndio.
Lewis, wewe ndio mwanaume wa maisha yangu. Nakupenda na nitakupenda daima. Nini umefanya? Na kwa nini umefanya? Mbona ukusema mapema? Umeacha mpaka mila zote zimefanyika ndio unatukusanya sisi hapa kutueleza kwa una dada. Si nilishakwambia toka mara kwanza kwamba mimi sitaki kuolewa. Makubwa. Ulichoa sababu gani? Mbona umetuvua nguo mdogo wangu? Iko wapi heshima yetu sasa? Mshenga. Na. Fanya kila uwezavyo. Taarifa hizi ziwafikie familia ya Lamek. Naomba utuombee msamaha. Dina alishatoa usichana wake siku nyingi. Hakuna ndoa tena. Kitu chochote kile ambacho wametupa, sisi tutarudisha mali yao. Wasije wakatuona sio. Hebu tupe taarifa. Binti tukamchukue lini? Munga. Mbona una haraka hivyo wewe? Lazima tuwe na haraka. Tumeshatoa mahari yetu sasa. Taarifa niliyopewa ni hii. Si mbaya wala si nzuri. Tuchukulie kama ilivyo. Bibie, tunatarajia kuoa kwa mila zetu. Imeonekana wazi kuwa hatufai. Kivipi? Huyo binti si bikira. Shabash. Kwa nini hakutuambia hii jambo mapema? Ina maana hakulijua toka awali. Mimi nilisema hawa wasichana wa siku hizi wote wameshaharibika. Angalia sasa, si aibu? Mimi nasema zoezi hili sasa tulisimamishe na tutafute msichana mwingine tu. Lamek, tulia. Atulie mpaka lini? Hatuwezi tukasema lini, hatuwezi kumuuliza Mungu. Mimi nasema ustamilivu na uvumilivu ndio unatakiwa, tutapata tu mwingine. Lakini hizo mila zimeshapita na wakati jamani. Sawa, wakati umepita kweli, lakini hizo mila zipo na zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo sisi sasa kuoa binti kama huyu ambaye hana usichana wake, kwanza tutadhalilika, lakini la pili tutakiuka mila zetu. Baba, haina haja ya kuhuzunika. Kilichotokea kimeshatokea. Hakuna jinsi. Lazima nihuzunike baba, maana nilimpenda. Lakini ndio hivyo, taratibu za kimila haziruhusu kumuoa hivyo. Sina jinsi. Sawa. Taratibu za kimila haziruhusu kumuoa. Lakini nafikiri muoe tu. Baba, si bikira yule, ni muoe. Lamek mwanangu, ni kweli yule sio bikira, kindoa hatufai. Lakini kwenye mambo yetu hatatufaa. Au mesawi. Usiache mbachao kwa msala upitao baba. Samahani sana kwa hilo. Tunajua kuwa litakuwa limekugusa sana. Ila tusamehe.
Maji yakishamwagika yazoleke. Haina shida. Kuna uamuzi nimechukua. Japo najua utakuwa ni mgumu kwa familia yangu sasa, wazee wangu, lakini sina jinsi, nimeshaamua hivyo. Kwamba niko tayari kumwoa hivyo hivyo Dina. Eti nini? Dina! Dina! Njoo. Lamek, naomba muhakikishie maneno uliniambia mbele yake. Kama nilivyosema hapo awali. Dina, pamoja na swala hilo lilojitokeza, lakini kuna uamuzi ambao nimechukua. Niko tayari kukuoa hivyo hivyo. Na kuna sababu nyingi tu ambazo zinanisukuma kusema hivyo, ila mojawapo ni kwamba kuna wasichana wengi ambao wameolewa wakiwa na usichana wao, lakini mabinti yao wamekuwa ni wachafu wa tabia katika ndoa zao. Na wapo ambao wameolewa wakiwa hawana huo usichana, lakini wamekuwa ni bora na mfano kuigwa katika ndoa zao. Sasa hii kitu ni nini kwangu mimi? Si kipimo tosha cha kuoa, ila upendo wa dhati. Pamoja na hayo, siko tayari kuolewa na wewe. Dada, niache. Nilishasema toka mara kwanza kwamba sitaki kuolewa na Lamek. Basi usining'ang'anize. Hebu nyamaza. Hebu nenda ndani. Lamek, usijali. Mimi nitaongea naye. Unajua mambo madogo tu haya. Ujue hata yeye Dina ilimchanganya sana. Kwa hiyo akajua hawezi kuolewa tena. Ndio maana unaona hivyo. Usijali Lamek. Dina ni wako tu. Basi mwaga. Naweza kukaa hapa karibu na wewe? Lewis, unajua nakupenda wewe na sitaki kuolewa. Sijui nifanyeje. Sasa unafikiri mimi nitawezaje? Au nitafanya nini? Nionyeshe mapenzi ya dhati ili tusaidiane katika hili tatizo. Dada Leti je, atatufikiriaje? Kwa hiyo wewe uko tayari kumpoteza mpenzi wako wa dhati kwa hofu ya mtu mwingine atakufikiriaje? Okay. Lewis, nahitaji kiasi cha pesa kama 50,000 hivi. Sio utanisaidia? 50,000? Yeah. Bila shaka. Asante. maisha ya hawa samaki. Dina, sasa wa nini hao? Kwangu ina maana kubwa sana. Nataka hata na wewe iwe hivyo hivyo kama itawezekana. Kama kwako ina maana kubwa,
Kwa nini isiwezekana? Lewis, sikilize kwa makini. Naolewa si kwa matakwa yangu, bali shinikizo toka kwa ndugu zangu. Nakupenda wewe na nimejaribu kufanya kila niwezavyo ili kuepuka na hili, lakini imeshindikana. But huko ninakokwenda nitajitahidi nifanye juu chini niachike ili nije kuwa na wewe, na kuahidi nitafanya hivyo. Nawe naomba uniahidi. Nami nakuahidi pia. Waangalia wa samaki wako wawili tu. Cheers. Cheers. Tina. Kuna jambo nataka nikwambie. Wewe kwa sasa ni mke wangu. Singependa kila wakati wazo iliyopita. Usijutie kuolewa na mimi, bali furahia. Nitakupa furaha milele. Nitakupa kila kitu utakachohitaji, kwa sababu wewe ndiye mke wangu. Wewe ndiye chaguo langu. Wewe ndiye ninayekupenda. Okay. Mwana. Ila wanakula sana hawa kabosi. Umejuaje kama wanakula sana? Mimi nina uzoefu nao bwana. Kwa hiyo kumbe sikukosea kuwaleta kwako. Kale kanene kale kanakuwa kanakula chakula kanamkunja mwenzie kale kanachoo. Ya, tutakuwa tunawapa chakula cha kutosha ili wote waweze kutosheleza. Sawa sawa. Na nilivyotoa nyumbani. Asante kabosi. Nimeona kwamba nisoweke nyumbani. Niwalete hapa ili wawe katika hali ya uangalifu mzuri zaidi. Sawa sawa. Na kutokana na experience yako ya kazi, kuona kwamba ni mtu wa kuangalia ni wewe. Mimi hujapa kazi bwana. Hilo mbona nalijua kabla hujasema. Kikubwa zaidi kuwaleta hapa, nahitaji uwe mwangalifu nao. Uwe unawapa, unacheki kwa ajili ya chakula, unaangalia mara kwa mara. Najua kwamba hapa kuna kazi nyingi ofisini, lakini utabidi ujaribu kuzipunguza. Utakuwa unaanza na hao samaki, alafu utakuwa unaendelea na mambo mengine. Hicho hakina tatizo bosi bwana. Wewe si unanielewa? Nipo tayari kuongeza mshahara kwa jinsi ya kuangalia hao samaki. Kweli bosi? Kabisa. Asante sana mzee. Nitashukuru sana kwa kweli. Hawa watatu hapa, hebu jaribu kuwacheki, wapigie simu, mimi nawaita hapa ofisini. Hawa wajue? Hawa wajue hapa. Haya, hakuna tatizo. Hakuna tatizo. Piano. Haya, niwaite sasa hivi. Natoka lakini narudi. Isipokuwa narudia tena kwa mwangalifu na samaki. Sawa bosi, hakuna tatizo bwana. Okay, sawa. Wameshalikoroga hawa watatu. Jemosi, Kiwio na nani? Wale pia hawa.
Hivi sasa hapo sika amesema ni wawetu waende kule. Kapo kajemusi hapo. Sasa mwambie awaeleze na warevu wenzake au wawili. Kabosi kanawaita. Siku nyingi. Nzuri mambo. Safi tu. Yatembeleani. Habari yako? Njoi tusikiwe. Mimi mzima. Ningependa nikupongeze. Yaani nimependa ulivyovaa. Alafu pia umependeza. Asante, nashukuru. Dina, huyu ni rafiki yangu anaitwa Jessica. Jessica, huyu ni mfi yangu anaitwa Dina. Okay, nimeshukuru kukufahamu. Na mimi pia. Asante. Alafu samani. It's okay. Yes, Umeniambia huyu ni mfi yako? Ndiyo, kutoka Lamek. Lamek? Ndiyo. Na maana baada ya kifo cha mke wake ameamua kuwa na huyu? Ndiyo. Na baada ya kifo cha mke wake, si nilisikia alikuwa na wachumba wawili. Na mmoja nimesikia kama amefariki. Yeah. Oliver ndio aliyofariki. Ila Tina walitengana. Kwa nini ya kumuoa Tina? Tina ndio aliyemkimbia Lamek. Ndio maana akaamua kuwa na huyu. Ndio maana yake. Ila pia ni mzuri, alafu wamependeza. Kweli mwaya. Okay, asante. Haya, auntie, kweli. Kweli auntie. Nimeshakuelewa. Yeah. Kwani hujui kwamba mimi bado nakupenda? Na bado na nafasi kubwa sana kwenye moyo wangu. Yeah. Kwani ukumbuki tuliahidiana nini? Ndiyo. Ndiyo. Uliniahidi kuwa nikimwacha Lamek utanioa mwenyewe. Niahidi tena ili niwe na uhakika zaidi. Haya, nakusikiliza. Okay, nitakupigia baadaye. Hi, my baby. Hi. Are you okay? Good.
Kuna tatizo? Sipendi ukae nyumbani bila kazi yote ya kujishughulisha. Nahitaji uwe mwanamke wa kisasa, mwenye kujibidisha na kujishughulisha. Nimekutafutia kazi nzuri ya ofisi. Okay? Good. Tulivyokueleza hapa tunaenda kwa programu bwana. Kwa hiyo kaswala kako hapo katashughulikiwa, wala usijali. Lazima uende kwa appointment, sio unakurupuka tu. Ngazi kwa ngazi. Kwa hiyo kwa mwaka huu nakwambia tulishapanga taratibu zote za mwaka mzima, lakini wewe tulikwambia uje tu ofisini. Uje hapa alafu tutamwambia vizuri hapa. Sawa? Bwana kata kasimu bwana. Wewe unaongea tu, mimi niko ofisini bwana. Kata kasimu, sio unaongea tu muda mrefu tunapoteza muda. Uje huko tuongee huko. Jana niliwaekea chakula, tena niliwaekea msosi mzuri. Na vipi kuhusu kuwabadilishia maji? Maji niliwaona bado wako wasafi, kwa hiyo nilikuwa navuta kamuda angalau tufikisha hata wiki moja nitaweka mingine. Okay. Hakikisha kwamba ile chakula ndio na nini mpaka unakuwa busy kiasi hicho. Ina maana huyu mtiana ana kazi za kufanya kwa ofisini, zaidi ya kuangalia hawa wadudu ni wamwani. Kama unataka kuiona hasira yangu, jaribu. Usithubutu kufanya au hata kuzungumza kwa wewe unazungumza. Umenisikia? Twende. Piana. Hebu hakikisha unakuwa mwangalifu na wasamaji. Sawa? Sawa, kuna tatizo bwana boss. Okay. Hivi una kazi gani wewe? Hana kazi huyu. Hauni wa watu. Wewe. Nataka kunikuwa yeye. Kabosi kamekasirika. Nimechelewa leo Wewe yako. Sijui mafaili watu wanayo. Na wewe ngoja niwaachie kwenye simu. Yani the traffic you cannot imagine. Ndio iko bado kidogo tu. Wow. Pole jamani, nimekuaje? Yaani sielewi wewe. Pole. Vipi lakini? Safi Dina.
Zinipendeza. Asante. Unajua Dina, wewe una uzuri wa asili. Asante na shukuru. Mimi unajua napenda sana unapovaa Dina. Jamani, hata mimi mwenyewe navutiwa sana na mavazi Unajua kwa jinsi ulivyopendeza Dina. Mwanzo kabisa mume wangu anakupenda sana. Jamani. Na nakujali pia. Hata mimi nampenda. Ongera basi, nielekea ndooni imejaa furaha. Hivyo hivyo tunajitahidi. Si najua tena jamani, maisha ya sasa hivi. Kila la heri. Hivi. Ile account ambayo tulikuwa tunatakiwa kuifungua jana upya. Umeshaifanya? Ebi. Unajua jina leo msaulifu sana. Ile kazi ni ya kwako. Hebu angalia kwenye nini? Wapi? Angalia hapo. Oh, here it is. Afadhali. Thank goodness. Kwa hiyo Mungu wangu. Dina. Safi. Kama kawaida yako. Umewaka. I mean umependeza. Asante. Ebi. Lakini unajua nini? Sema kweli niwe Dina, Mungu amekujalia. Au una ubunifu wako wa mavazi mpenzi? Wala mimi ni tu mwenyewe. Mbona hata nyinyi mavazi yenu makali? Lakini Dina, yes. Unajua nini? Kwa jinsi ulivyopendeza, fanya kitu kimoja. Toa hizi earrings zako zile. Alafu chukua hizi zangu. Kwa sababu zimeendana na mkufu wako na nguo zako pia. Kweli. Hizi ni nzuri zaidi. Yaani unavaa pinki na nani na yawe. Yaani sio nilikuwa nafikiria. Nzuri. Kweli eh? Yaani hata usipate shida ngoja nikuvalishe na hii. Yaani nitakuta Dina. Anaenda kwa mkufu wako na nguo zako. Yaani hapa ndio umetoka bomba. Asante. Si unaona eh? Umependeza. Ulivaa ni tofauti sana, nzuri sana. Kweli. Nashukuru mwalimu. Vipi mambo mengine? Poa mpenzi yani. Hapo Abi, kuna lile faili la jana na sisi alimalizia. Okay, asante. Acha niendelee nalo.
Wewe vipi? Dina? Vipi? Noemi, mwache na mshoga. Dina, pole. Usijalala tu, nitakusaidia kazi zako zote Dina. Umesikia eh? Usijali. Samahani dada. Yes. Habari za saizi? Nzuri tu. Sio ni mwenyeji maeneo haya? Si sana. Ila sijui nikusaidiaje? Kuna mzee mmoja anaitwa Jumbe. Amehamia hivi karibuni kutoka Moshi. Anafanya kazi Air Tanzania. Sasa namuulizia sijui anaishi nyumba gani. Huyo simfahamu. Je, umejaribu kuuliza kule unakotoka? Kote huko nimeshaulizia huko. Basi endelea kwenda kunyuma labda. Unaniambia unaishi karibu na nyumba yangu? Hapana, hapa naishi mimi. Ndio. Mbona sikujui? Maana wote walioishi humu ndani nawajua. Msiko na Lamek? Yes, ndio mume wangu. Mume wako? Yeah. Kwani vipi? Hapana. Pengine wewe ni mgeni maeneo haya. Na unaonekana hujui vizuri historia ya mapenzi hasa kwenye familia hii. Maana unaonekana umependa kweli kweli. Waswahili wanasema kipenda roho na nyama mbichi. Kweli. When I was still little boy, listen to me. Kiraim does not pay the air. Listen to me. Education is a key of life. Ungiki wanaume watu. 18 karasi hapo hapo. Hawakungiki barawa. Lewis. Jambo. Penzi lako limekufa. Kwa nini? Haliko tena kwangu. Kwa nini unasema hivyo? Lipo, haliwezi kufa. Halo? Halo? Halo?
kale kamboga kamoja kamefariki dunia. Kamboga? Ndio nini? Yaani kale kasamaki kamoja kameaga dunia bwana. What? Kwa nini afe? Hata mimi mwenyewe nashangawa. Sababu kama machakula nilikuwa nawawekea. Sasa hakikisha huyu mwingine afe. Sawa bosi. Unamtunza vizuri? Sawa sawa bosi. My beautiful wife, the angel of mine. Something the matter? You look downcastic. Are you okay? Are you sure? Good. Have this. Wait. Look at me. I love you. I love you so much. Just continue. Add more. Samahani. Sijisikii. Dina. Nini tatizo? Sisikii ladha yote ya mapenzi kutoka kwako. Mbona sikuelewi? Samahani, lakini naelewa kwamba unanipenda na unajaribu kila uwezavyo kuniweka sawa, ila sisikii hamu yote ya mapenzi kutoka kwako. Samahani.
Mausa mimi na wewe leo. Naitwa Tina. Niliwahi kuwa mchumba wa Lamek mume wako. Kwa hiyo nikusaidieje? Sio shari Dina, ila shwari. Nataka nikusaidie ukipenda, lakini sikiliza nikwambie Dina, nakupenda. Kwanza nilivyokuona tu hapa nimekupenda na napenda uishi. Wewe ni msichana mzuri, tena ni mrembo, ambaye unaweza kupata mwanamume yeyote yule ndani na nje ya nchi, na ukaishi naye akakupenda mkapendana. Nataka ukimbie kile ambacho kimenikimbiza mimi kutoka kwa Lamek kabla hujaangamia mapema. Bado sijaelewa kitu ambacho unataka kuniambia. Weka sikio lako vizuri Dina. Nimekwambiaje? Nataka ukikimbie kile ambacho nimekikimbia mimi kutoka kwa Lamek. Dina, sikiliza nikwambie vizuri, tena unisikilize kwa makini. Nguzo ulioegemea si nguzo, bali ni mti wa mpapai ambao unaweza kukuangusha muda wote ule. Tena utakapokuangusha utaingia ndani ya shimo, na hilo shimo sidhani kama unaweza kutoka tena Dina. Yaani unaweza ukazamia humo kwenye shimo wala usiinuke tena. Maneno yako ya mafumbo yananipa matatizo sana katika kuelewa. Anyway, niliyokuambia ni haya. Naomba uweke akilini. Kwaheri Dina. Lamek. 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 No. Lamek. Hivi Lamek anaamka hata kula? Hapana, tuko mwache hajatoka chumbani. Kwa nini? Anaumwa? Dada, mwache. Saba. Ni mwache? Kivipi? Sio mara ya kwanza kutokea hivyo. Huwa inatokea na haruhusi mtu yote kumwamsha mpaka amke yeye mwenyewe. Umesema? Ndiyo hivyo. Hata mzee babake naye analijua hilo. Usisitize asiamshwe na mtu yoyote. Nini? Na kwa nini? Labda ndo mila zao. Halo. Tafadhali dada yangu, naomba uniokoe katika hii ndoa.
Siwezi. Hebu tulie uko kwa mume wako. Usitutie aibu sisi. Hivi dada Leti, unanipenda kweli? Ndio maana nakusisitizia udumu katika ndoa. Dada, Leti, ungejua nayo nitokea katika haya maisha, ungenihurumia. Ndoa ni ngumu mdogo wangu. Inahitaji uvumilivu. Na ukiona misukosuko katika ndoa, ujue ndio ukubwa huo. Okay. Asante kwa jibu lako dada yangu. sasa hivi ndio bei iko hapo. Hello Dina. Lewis, yamekwisha. Yamekwisha? Umeshindwa kuwa mwaminifu kutimiza ahadi. Bana, mbona kila kitu kiko sawa? Kwa nini lakini? Kila kitu kiko sawa. Sidhani Lewis. Hello? Hello? Hello?
ishara ya upendo wetu. Samaki mmoja ni dume na mwingine ni jike, yaani kama tulivyo sisi, mmoja ni Lewis na mwingine ni Dina. Tena mimi huyu alafu wewe hakikisha unawatunza na kuwalisha ili wapate kuishi milele. Hivyo ndivyo penzi letu litakavyoishi. Okay. Lewis, samaki mmoja akifa, ujue penzi la mmoja kati yetu limekufa, na samaki wa pili akifa, ujue penzi letu lote limekufa. Katu siruhusu hiyo hali. Okay? Sawa. Sawa. Nakupenda Lewis. Nitakupenda daima. Okay? Hivi ni nini sasa? Ila kufunikia tu. Okay. Nawe pia uko be careful, sawa? Okay. Hapa ndo pa kualishia. Alafu Kuingizia chakula. ya unarudisha hapa. Lewis, pia usisahau huwa unabadilisha maji, sawa? Maana yanakuwa yanachafuka. Okay? Haya. Kweli.
Hii hali inatisha. Mambo ya ajabu na sisi tukiona huko ndani jamani. Hivi ni mtu gani wa kawaida anaweza kulala mpaka muda huu? Na haya maneno ya ajabu ambayo nasikia kwa watu yananitia mashakani. Maisha gani haya Mungu wangu? Ndio hivyo dada. Ila Saba, wewe una muda mrefu hapa. Eti haya maneno ambayo watu wanasema ni ukweli? Dada, wewe subiri utaona mwenyewe. Usijali lakini. Vipi? Karibu. Karibu. Asante. Mbona niko okay? Kuna tatizo? Naweza kuhisi unachowaza. Ni nini? Anyway, elewa nakupenda wifi yangu. Hello, my beautiful wife. Hello. Karibu. How do you do? I'm okay. I can see you already in right as usual. Today I have a very nice gift for you. Hope they been. Thank you. God bless you. Unanipa chakula kiko mezani. Basi yote.
sawa. Sio sawa. Binti yangu, sali sana, na ni kitu cha pekee cha kushinda. Na usome sana Biblia, ni njia pekee ya kumkumbuka Mungu. Baba, sielewi haya maisha ambaye naishi na mume wangu. Maana kila siku naona tu vitu vya ajabu. Na pia haya maneno ambayo watu wanazidi kuyasema yananitisha. Dina mama mkwe, huwezi kuishi kwa kusikiliza maneno ya watu mama. Ndiyo baba, hata mimi mwenyewe sipendi niishi hivyo. Lakini vipi mtu anapolala siku nzima alafu nakatazwa kumwamsha? No problem. Nitajaribu kumwambia ajirekebishe. Lakini mengine hupasi kujua kwa maana yako ndani ya mila na desturi za ukoo wetu. Na kuhusu kulala bila kuamka mapema, pengine amechoka. Au ndio yale niliyokuambia awali, mila na desturi za ukoo. Je, vipi anaponiletea zawadi kama hereni, viatu na hata nguo, lakini vyote kwa rangi nyekundu, rangi ya hatari? Yeah. Kwani rangi nyekundu ndio inaashiria rangi ya hatari? Rangi nyekundu ni rangi ya upendo. Wapo ulikosikia rangi ya njano au buluu ndio rangi ya upendo mama. Sawa baba, ishara ya upendo. Lakini iweje nikizivaa zinaniwasha mwilini? Hiyo ndio ishara ya upendo baba?